Somo lilikuwa linasema Mungu na sheria. Tukaona namna ambavyo Mungu amejidhihirisha. Sheria za Mungu zimedhihirishwa katika sheria mbalimbali za nchi hii, na tuliangalia amri 10, zile amri 6 za mwisho ambazo tunasema ni sheria ya maadili ambayo yanazungumzia uhusiano wa mwanadamu na mwanadamu mwenzake. Na tukaona tunaposema amri ya 5 inaposema waheshimu baba yako na mama yako, tukaona pia sheria ya mtoto kifungu cha 15 aya ya B inasema hivyo. Tukaangalia habari ya usiue, tukaona kifungu cha 196 cha sheria inaitwa kanuni ya adhabu inasema usiue pia. Tukasema habari za usizini, tukaona kifungu ya 72 cha sheria ya ndoa na kifungu cha 154 cha sheria cha kanuni ya adhabu inasema namna hiyo. Lakini pia tukaona usiibe, tukaangalia pia katika kifungu cha 258 hiyo kanuni ya adhabu inakataza habari za wizi. Lakini pia tukaangalia usishuhudie uongo, tukaona kifungu cha 108 cha kanuni ya adhabu inazungumzia hivyo. Lakini pia tukaangalia habari ya usitamani, tukasema tamaa ndio chanzo cha dhambi zote, na tukasoma katika Yakobo 1 sura ya 14 na sura ya 15. Na siku ya leo, jana niliwaahidi kwamba tutajifunza sheria ya ardhi, lakini tutajifunza siku ya kesho. Leo nimeona tujifunze kitu fulani cha muhimu sana kinachohusu makosa ya jinai. Katika jamii yetu kila siku tunasikia ametenda kosa la jinai huyo, ameua huyo, kosa la jinai hiyo. Haya makosa ya jinai yakoje na yanaendeshwaje? Hilo ndo tutajifunza siku ya leo. Kwa hiyo tutaona maana ya jinai ni nini, lakini pia tutaangalia kanuni kuu katika utawala wa haki jinai Tanzania. Lakini tutaona vyombo vyenye mamlaka katika utoaji wa haki jinai Tanzania. Lakini pia tutaona taratibu za uendeshaji wa kesi za jinai. Unaposikia mwenzetu amekutwa na jinai, huyo bwana ameua, ameiba na mengine na kadhalika. Lakini pia tutaona taratibu za kumtia mtu nguvuni, namna ya kufanya ukamataji, na baada ya kumkamata mtu yule kitu gani kitendeke. Lakini pia tutaona haki za mtuhumiwa katika mfumo wa makosa jinai. Somo hili tunajifunza ili siku moja tujui maisha yanavyoenda. Siku moja unaweza kujikuta katika mfumo huu, umetenda kosa la jinai au ndugu yako amefanya kosa la jinai. Ufanye nini? Haki zako ni zipi? Maana wengine wananyanyaswa kwa sababu hawajui haki zao. Nini maana ya jinai? Naomba unisikilize kwa makini sana. Jinai ni kosa au makosa yanayofanywa na mtu, watu au taasisi kupitia watendaji wake kinyume cha sheria za jinai na taratibu mbalimbali zinazoainisha makosa ya jinai. Kwa kosa la jinai linaweza likatendwa na mtu binafsi, lakini pia linaweza likatendwa na taasisi kupitia watendaji wake. Kwa mfano, ni dereva amegonga mtu, ameua, ni dereva labda wa TANESCO. Yule kwa sababu ni dereva wa TANESCO, tutawashtaki TANESCO kwa sababu anawawakilisha. Kuna mazingira ambayo yatahitaji ashtakiwe yeye kama yeye, lakini kuna mazingira mengine ambayo yatatubidi tumshtaki mwajiri wake. Kwa hiyo ndio maana ya jinai. Mfano wa makosa ya jinai ni kama kuua, wizi, uhaini,
kuna wanasiasa ambao walikumbwa na kesi hizo za uhaini. Kesi kama hizo ni jinai na zingine nyingi. Ukitaka kuzijua, utafute sheria inaitwa Kanuni ya Adhabu sura ya 16 kama iliyofanyiwa marejeo mwaka 2022. Kwa Kiingereza tunaita Penal Code. Ndio inazungumzia haya makosa ya jinai kwa undani sana. Sasa baada ya kujua maana ya jinai ni nini, tuende tufahamu kanuni kuu katika utawala wa haki jinai. Tunapoanza sasa kushughulika na makosa ya jinai, ni mambo gani ambayo yanatakiwa yazingatiwe? Ukisoma ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ndogo ya 6, tunapo nukuu katiba tuna nukuu kwa kusema ibara ndogo ya ibara, lakini tunapo nukuu sheria zingine tunatumia kifungu. Kwa hiyo katiba ibara ya 6 ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 inatoa hizi kanuni za haki jinai. Namba 1, sikiliza kwa umakini, labda ndugu yako aliwahi kukamatwa huko au atakamatwa ujui. Cha kwanza, lazima kuwepo na sheria inayoainisha kwa uwazi kwamba matendo fulani yanayofanywa na watu huwa ni jinai. Ili tumshtaki mtu kwamba amefanya kosa la jinai, lazima kuwe na sheria inayosema kwamba hili kosa ni kosa la jinai. Bila sheria hatuwezi kumshtaki. Kwa cha kwanza lazima kuwe na sheria. Lakini namba 2, pamoja na kuwepo kwa sheria hiyo lazima iainishe adhabu. Lazima iseme kosa, lakini pia lazima iseme adhabu. Kwa mfano, ikisema wizi ni kosa la jinai, lazima ituambie adhabu ya wizi ni nini, ni kifungo cha miaka mingapi, au kama ni fine. Maana kuna aina mbalimbali za adhabu, kuna kifungo, kuna fine, kuna kitu tunaitwa corporal punishment, unachapwa fimbo. Hii mara nyingi inaonekana kwenye serikali za mitaa. Sema amefanya ni wamepigana hao vijana, haya kamateni chini hapo fimbo 5 mnamalizana. Kwa hizo ni adhabu. Kwa sheria hiyo lazima iainishe adhabu. Lakini pia namba 3, kanuni ya 3, wajibu wa kuthibitisha shitaka dhidi ya mshtakiwa ni wa yule anayelalamika. Yaani yule anayelalamika ndio inatakiwa athibitishe mashtaka yake, atoe ushahidi, ambayo kwa upande wa makosa ya jinai tuna kitu tunaita jamhuri. Yaani mtu akiiba, lile kosa amelifanya, hajalifanya dhidi yangu mimi niliyeibiwa, amelifanya dhidi ya jamhuri. Kwa hiyo anashtakiwa na jamhuri. Mtu akiua, ameua ndugu yako, wewe uruhusiwi kwenda kumfanya yule mtu kitu chochote. Na maana yule mtu anakuwa mikononi mwa jamhuri. Jamhuri ni serikali yenyewe. Ndio maana uweze kusema labda ameachiliwa, ukaanza kusema ameachiliwa bwana. Hapana, ni jamhuri ndo wanahusika na hayo masuala. Kanuni ya 4, mtuhumiwa hatachukuliwa hatua kama ana hatia mpaka itakapothibitishwa hivyo. Lazima ithibitishwe, uchunguzi ufanyike, ithibitishwe kweli kwamba huyu ni kweli bwana, huyu aliiba bwana, huyu ni kweli aliua. Lazima uchunguzi ufanywe na uthibitisho utolewe. Lakini kanuni ya 5, mtuhumiwa yeyote hatapelekwa gerezani pasipo kufikishwa mahakamani kwanza. Mtu yeyote atakayekamatwa na jinai lazima atafikishwa mahakamani kwanza, na mahakama ndiyo chombo kitakachothibitisha kweli kwamba huyu amefanya jinai.
Huwezi ukamkamata mtu moja kwa moja alafu kumpeleka gerezani kwamba ameua huyu. Si ameua bwana, gerezani moja kwa moja, hapana, mpaka afikishwe mahakamani. Hizo ni kanuni ambazo tunazipata katika sheria mama ya katiba ya Jamhuri ya Muungano katika ibara ya 13 ibara ndogo ya 6. Sasa tuangalie vyombo vyenye mamlaka katika utoaji wa haki jinai. Kwanza, mahakama ndiyo chombo ambacho imepewa mamlaka kikatiba kushughulika na makosa ya jinai. Inaweza ikawa mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi na mahakama kuu. Mahakama ya tuna ngazi 5 za mahakama: mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi, mahakama kuu na mahakama ya rufani, ambayo hii mahakama ya rufani yenyewe hatufungui mashauri, bali yenyewe inashughulika na masuala ya rufaa. Kwa hiyo mahakama ndicho chombo chenye mamlaka cha utoaji wa haki jinai. Lakini pia jeshi la polisi nalo linahusika kwa kiasi kikubwa. Ina maana kabla hatujafikia hatua za mtu kupelekwa mahakamani, jeshi la polisi litahusika pia katika maeneo, kwa mfano ukamataji. Jeshi la polisi litamkamata huyo mtuhumiwa. Uhifadhi, litamuhifadhi, ile tunaita rumande. Sikia mtu anasema ndugu yangu yuko amekamatwa na polisi bwana, kabla hajafikishwa mahakamani itabidi afanyiwe kitu tunaita cautioned statement, yaani achukuliwe maelezo kwanza kabla hajafikishwa mahakamani. Lakini polisi inahusika na usafirishaji, kumpeleka huko mahakamani, polisi ndio itampeleka. Lakini pia litahusika na uharibifu wa vidhibiti baada ya shauri kuhitimishwa au kabla ya hapo. Itaharibu, kwa mfano mtu amekamatwa na bangi. Sasa baada ya kupata ushahidi wote, kukusanya ushahidi wote, jeshi la polisi litahusika na uharibifu wa hilo zao la bangi, kwa maana kwamba watazichoma moto. Kwa hiyo mahakama ina mamlaka, lakini kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Sasa tuangalie taratibu za uendeshaji. Hapa tusikilize vizuri. Taratibu za uendeshaji wa kesi za jinai. Shtakiwa mashtaka yote ya jinai nchini Tanzania upande wa malalamiko usimamiwa na Jamhuri, kama ambavyo tulisema mwanzoni, kwa sababu Jamhuri ndiyo yenye dhamana kupitia waendesha mashtaka kusimamia kesi zote za jinai kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo mtu akishtakiwa labda kwa wizi, Jamhuri inasimama kwa niaba ya wananchi, na tutaona kwa nini iwe Jamhuri. Kwa nini mtu akimuua ndugu yangu nisiende mimi mwenyewe kusimamia hilo kesi au kumshitaki? Kwa nini mtu akifanya labda ubakaji, amebaka mtoto wangu, nisiende mimi mwenyewe bali niwakilishwe na Jamhuri? Kwa nini? Tutaona sababu hizo hapa. Sasa sababu ambazo tumeona Jamhuri anahusika, lakini kwa nini anahusika? Sababu ni hizi zifuatazo. Jamhuri ndiyo ina wajibu wa kuhifadhi na kulinda raia na mali zao dhidi ya wahalifu. Sisi wote raia wa Tanzania tunalindwa na Jamhuri kupitia vyombo mbalimbali. Ndio maana kukitokea labda fujo, mtaona jeshi la polisi wako barabarani kuhakikisha kuna amani. Ni Jamhuri hiyo.
serikali mbalimbali labda za mitaa zimeweka wale polisi jamii ya migambo, wanahakikisha wanatulinda. Kwa hiyo kwa sababu jamhuri ndio inalinda raia, ni sababu ya kwanza ya kwa nini jamhuri inahusika katika kesi za jinai. Lakini pia sababu ya pili, makosa ya jinai huwa na madhara kwa jamii nzima. Makosa ya jinai yanaleta madhara kwa jamii nzima. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu, makosa ya jinai jumuisha adhabu ikiwa ni pamoja na vifungo. Makosa ya jinai ina adhabu zake ni pamoja na vifungo. Kwa hiyo hii inafanya jamhuri ihusike, kwa sababu jamhuri ndio inahusika kuendesha hivyo vyombo, kwa mfano magereza na nini, lazima ihusike pia katika uendeshaji wa kesi za jinai. Sababu ya nne, makosa ya jinai yanahitaji ujuzi na gharama kubwa katika uchunguzi na kutunza watuhumiwa. Kwa mfano, mtu akifanya mauaji, utasikia kesi yake ile imeenda hata miaka mitatu. Muda wote huu utasikia kuna uchunguzi, sijui kuna hiki, sijui leteni ushahidi, sijui nini na nini. Sasa gharama zile mimi kama mimi sitaweza. Kwa mfano, maafisa upelelezi wale wanataka kwenda kukusanya data sehemu fulani, wanafanya ukaguzi wa mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na kesi ambapo tunasema wanapeleleza. Zile gharama zao sisi hatuwezi, ndio maana jamhuri inabidi ituwakilishe. Sasa hizo ni sababu nne zinazofanya jamhuri asimame katika kesi za jinai. Sasa tuangalie kipengele hiki, taratibu za kumtia mtu nguvuni. Sasa hapa ndo pamechafuka hapa ndo pamechafuka. Taratibu za kumtia mtu nguvuni. Mtu unapokuja kukamatwa, wale wakamataji wale inatakiwa wazingatie mambo gani? Kwa sababu muda mwingine unaweza kukuta labda kwa mfano watu wamekaa hapa, labda polisi anakuja tu, wote chini ya ulinzi. Hapana, au wote kwenye defender. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Lazima utuambie kwa nini unatukamata. Sio chini ya ulinzi. Kwa nini chini ya ulinzi? Sasa sisi kwa vile tunaogopa polisi, tunasema ni polisi hao, na ukigoma watakupiga, labda tunaogopa na kutii. Kumbe wanakanyaga haki zetu. Sasa akija kukukamata, sikiliza vizuri, mambo yafuatayo lazima awe ameyazingatia. Kuna ukamataji wa namna mbili. Kuna ukamataji ambao kwa njia ya hati ya kukamatia, ambayo anakuja na hati ya kukamatia. Lakini pia kuna ukamataji bila hati. Sasa tutaona mazingira gani ambapo polisi atakukamata bila hati au mtu yoyote, kwa sababu kukamata ni dhumuni la mtu yoyote. Hata wewe raia ukiona mtu anafanya kosa la jinai, hapo kama una nguvu za kumdhibiti, unamkamata, unampeleka kwenye vyombo husika. Sasa ukamataji kwa njia ya hati ya mashtaka inazungumziwa katika kifungu cha 13 cha sheria hiyo, inaitwa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kifungu cha 13 kinaelezea namna ambavyo ukamataji kwa njia ya hati inatakiwa ifanyike. Sasa hii hati inatoa amri ya kukamatwa kwa mtuhumiwa wa jinai, na hati hii inaweza kutolewa na vyombo kama mbalimbali kama jeshi la polisi,
wanaweza wakatoa hati ya kukamatia, lakini hata mtendaji wa kijiji anaweza akatoa hati ya kukamatia, akawapa labda polisi jamii au migambo, akawaandikia hati ya kumkamata mhalifu labda katika sehemu yake. Lakini pia hakimu anaweza anaruhusiwa kutoa hati ya kukamatiwa pamoja na jaji. Tofauti wa hakimu na jaji ni kwamba jaji yeye anakaa katika mahakama kuu pamoja na mahakama ya rufaa. Mahakimu wao wanakaa kwenye mahakama ya mwanzo ya wilaya pamoja na hakimu mkazi. Huo ndio utofauti wao. Kwa hiyo asije hakimu wa mahakama ya mwanzo mkawa mnamuita jaji. Yule sio jaji yule. Yeye ni hakimu tu. Wengine wanajiita jaji wakati ni hakimu wa mahakama ya wilaya. Hapana. Jaji anakaa mahakama kuu na mahakama ya rufaa peke yake. Sasa yafuatayo ni mambo ya msingi yanayopaswa kuzingatiwa katika hati ya mashtaka. Sikiliza vizuri. Akija na hiyo hati ya mashtaka sasa, akwambia Bwana Juma, nimekuja kukukamata na hati ya mashtaka hii hapa. Sasa hiyo hati ya mashtaka ili tuseme ni halali, iwe na vitu gani? Cha kwanza, iwe imetolewa na mkuu wa kituo cha polisi, mtendaji au hakimu. Hati inatakiwa itoke kwa mkuu wa kituo cha polisi, sio polisi yoyote tu. Polisi yoyote tu kwamba anaandika hati ya kwamba anakuja kukamata. Hapana, lazima itoke kwa mkuu wa kituo cha polisi. Na ili utajuaje? Ya kwanza hiyo. Ya pili, iwe imesainiwa na muhuri wa polisi. Imetoka kwa mtendaji, imetoka kwa hakimu au jaji, lazima iwe imesainiwa. Lakini pia iwe na maelezo na taarifa za mtuhumiwa, iseme kwamba fulani amefanya wa sehemu fulani, hapa si ni Mabuki, Bwana Juma John wa Mabuki unatuhumiwa kwa kufanya makosa ya wizi kinyume na sheria fulani. Hati hiyo lazima iwe na maelezo hayo, lakini lazima ieleze tuhuma na sababu za kukamatwa. Nimeshaisema hiyo. Lazima ikwambie na unatuhumiwa kwa nini, kwa kufanya kosa gani, lakini pia kwa nini tukukamate, kwa nini tukukamate na tukufikishe katika eneo hilo la mahakama. Lazima hati ieleze. Kwa hiyo hayo mambo manne ni ya kuzingatia sana katika hati ya kukamatia. Akija kukukamata kwambia nipe hati, wala usiogope. Unajua sisi tunaogopa polisi, sijui kwa nini. Akija agonga hodi kistaarabu, kwambia kwa nini? Kuna nini? Mimi ni askari, nimekuja kukukamata. Hati hii hapa, unasoma, haina shida yoyote. Ingia kwenye defender akupeleke huko ukajibu mashtaka yako. Lakini ukifanya fujo, wanaruhusiwa kukudhibiti pia. Kuna wengine wanafanya fujo, alafu akifika nimepigwa na polisi, nimeonewa. Hapana, ulikuwa unafanya fujo. Sasa ukamataji bila kuwa na hati ya mashtaka, ni katika mazingira gani unaweza ukakamatwa bila hati ya mashtaka? Tuko pamoja? Kifungu cha 16 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai inatoa mazingira ambayo mtu yoyote anaweza akakamatwa aidha na polisi au na raia tu wa kawaida bila hati ya mashtaka. Cha kwanza, mtu akifanya tendo la kuvunja amani mbele ya askari. Kwa mfano, tuseme maaskari walikuwa wanapita tu labda mitaani hapa, wanapita tu. Afu kwa mfano
labda wako pale uwanjani, sisi hapa situo kwenye mkutano anakuja mtu anaanza kufanya fujo labda hapa kwenye mkutano, maana kufanya fujo kwenye maeneo ya mkutano nayo ni kinyume cha sheria kwa mujibu wa kifungu cha 128 ya kanuni ya adhabu. Ukifanya kosa kwenye mikutano ya kidini utakipata. Jaribu. Sasa utakapofanya kitendo cha kuvunja amani mbele ya askari, atakukamata bila hati. Hataenda kwanza kituo cha polisi kwamba akaandikiwe hati ndo arudi akukamate, si hata kupata, utakimbia. Kwa ukifanya tu hapo hapo anaruhusiwa kukukamata bila hati. Lakini pia mtu atamzuia askari kufanya kama mtu atamzuia askari kufanya kazi yake au kufanya jaribio la kutaka kutoroka chini ya ulinzi. Kwa mfano, askari amekuja labda kufanya kazi yake sehemu fulani ya kawaida tu, lakini wewe unamzuia. Kwa mfano, amekuja kukamata mtu kwenye familia yako, lakini mimi baba mwenye mji hapa uingii, atakukamata na wewe kwa sababu unamzuia kufanya kazi yake ambayo anaifanya kwa mujibu wa sheria. Sheria imemruhusu kufanya vile, lakini wewe unapingana nayo, atakukamata. Lakini ukifanya jaribio la kutoroka chini ya ulinzi, kwa mfano maaskari wamekuja labda kuna fujo sehemu fulani, alafu umewekwa pale chini ya ulinzi, wewe unajaribu sasa kutoroka, askari hatarudi kituoni afate hati ndo aje akukimbize, atakukimbiza hapo hapo na atakukamata na moja kwa moja utaenda kujibu mashtaka. Sababu ya 3, mtu atakayeonekana kuwa na mali ya wizi au kushukiwa kuwa ni ya wizi. Ukionekana una mali ya wizi, tuseme umeiba huko sasa unakimbizwa na watu, askari akakuona, sema ana mali ya wizi huyu, na ni kweli ameiba. Tumesikia huko wameiba mbuzi na huyu ana mbuzi. Hataenda kwanza polisi kufata hati, atakukamata katika mazingira hayo. Sababu ya 4 ya kukamatwa bila hati, mtu anayezurura kwa nia ya kufanya uhalifu. Wazururaji wote wanaozurura tu usiku una mambo mengi. Yawezekana ukuwa na nia ya kufanya uhalifu, lakini kwa vile unazurura tu usiku ni muda wa kulala, wewe unazurura nini bwana? Kalale. Kwenye mazingira kama hayo unaweza ukakamatwa kwenye mazingira ya uzururaji. Lakini sababu nyingine, anasema mtu anayehisiwa kuwa hati ya kukamatwa imeshatolewa dhidi yake, kwamba tumekuona labda wameenda huko kukutafuta, wamekukosa. Sasa hapa hii sehemu labda raia wa kawaida anaweza kafanya, maaskari wanakutafuta, wamekukosa. Sasa raia fulani labda wanahisi ila huyu ni kama hati ya kukamatwa ilitolewa huyu, wanaweza kukukamata. Sababu nyingine, sababu nyingine ya kukamatwa bila hati ni mtu anayedharau nembo ya taifa. Unadharau nembo ya nini? Ya taifa, au wimbo wa taifa, au bendera ya taifa. Kwa mfano, unapita sehemu wanapandisha bendera ya taifa, sheria inataka usimame kwanza mpaka bendera ile wamalize pale. Wewe unapita tu, ina maana umedharau. Hapo utaruhusiwa, mtu yeyote anaruhusiwa kukamata. Kwa hiyo hata wewe unayenisikiliza au wewe uliyekaa hapa, unaruhusiwa kumkamata mtu yoyote anayefanya makosa mbele yako bila hati katika mazingira haya. Wewe kama umeona unamweza, hawezi kukufanyia madhara, kamata, funga kamba, piga simu polisi waje wachukue, au mpeleke mwenyewe akajibu mashtaka yake. Nimalizie hii sehemu ya mwisho kwa sababu ya muda.
ni sehemu ya mwisho. Sasa haki za mtuhumiwa katika mfumo wa makosa ya jinai. Yule mtuhumiwa ameshakamatwa, sasa haki zake ni zipi? Ya kwanza, kila mtuhumiwa ana haki ya kuelezwa kosa alilotenda kabla ya kukamatwa. Hilo tumeshaliona. Ni haki yako kuuliza, unanikamata nilifanya nini? Usitii tu kuingia kwenye defender au popote hujauliza umefanya nini. Namba 2, kila mtuhumiwa ana haki ya kupewa ushauri wa kisheria. Ana haki ya kupewa ushauri wa kisheria, na maana akishakamatwa anaruhusiwa, labda kama na mwanasheria wake, kuonana naye, kuzungumza naye ili apate ushauri wa kisheria. Lakini namba 3, kila mtuhumiwa ana haki ya kuthaminiwa utu wake na heshima yake pasipo kuteswa pale anapotiwa nguvuni. Kuna watu wengine wakishamkamata mtu wanaanza kumtesa, labda ni maaskari au ni nani, wanaanza kumpiga bila sababu. Hapana, hiyo hairuhusiwi. Yaani wewe ukifika kule mahakamani, wewe jieleze, bwana mheshimiwa hakimu, mimi hawa bwana walinikamata, walinitesa, walinifanyia hivi na hivi. Yaani mambo mengine yanatupata kwa vile tunaogopa tu. Mtu akishakamatwa na polisi anaona sijui amekamatwa na Mungu, haki zake zinakanyagwa tu na wala hafanyi lolote. Lakini pia kila mtuhumiwa ana haki ya kupewa matibabu pale anapokuwa anaumwa au ameumizwa. Huko pale rumande pale unaumwa, una haki ya kupewa matibabu. Sio kwa vile umefanya kosa ndo wakuache uumie tu na ugonjwa. Una haki ya kupewa matibabu. Lakini pia kila mtuhumiwa ana haki ya kupewa dhamana. Kila mtuhumiwa ana haki ya kupewa dhamana, isipokuwa kuna makosa ambayo kwa hayo huwezi ukapewa dhamana. Kifungu cha 149 cha mwenendo wa makosa ya jinai, sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai inataja hiyo. Makosa hayo ni kama uhaini. Si tumesikia kuna baadhi ya watu wana kesi ya uhaini huko. Wale wanasiasa wale wengine na nani. Huwezi ukapewa dhamana kwa kosa la uhaini. Lakini utekaji nyara, umeenda huko porini huko yaani tuseme umeteka zile nyara za serikali, sijui wanyama na nini, au umeteka watu, hakuna dhamana hapo. Na mauaji. Na ya mwisho, kila mtuhumiwa ana haki ya kufahamu mashtaka yake, lazima uelezwe. Kila mtuhumiwa ana haki ya kutohesabiwa hatia hadi pale chombo chenye mamlaka kitakapothibitisha dhidi ya kosa alilotuhumiwa nalo. Una uhakika, una haki ya kumuita huyu mtu ni muuaji kabla hajathibitishwa na mahakama kwamba ni muuaji, kwamba ni mwizi. Yaani mahakama ndio inatoa hitimisho kwamba huyu mtu ni mwizi, huyu mtu ni muuaji. Kabla, kama kesi bado inaendelea, usiseme ameua yule bwana. Mahakama ndio itasema kwamba ameua au amefanya kosa. Lakini kila mtuhumiwa atachukuliwa kuwa mwenye akili timamu katika sheria ya makosa ya jinai hadi hapo itakapothibitishwa vinginevyo mbele ya mahakama. Kuna wale ambao wakishakamatwa anajifanya kichaa. Yaani anajirusha kabisa kwamba yani kichaa kimepanda. Yaani wewe hutatoroka chochote. Ukijifanya una kichaa, tunapeleka hospitalini kwa daktari wetu, tunakupima, sema kwanza unajiongezea adhabu tu. Sema huyu ni kichaa wa kuigiza bwana. Utarudishwa kule upewe adhabu yako, sheria ifuate mkondo wake kama kawaida. Kwa hiyo kwa siku ya leo niliona nifundishe hili ili tunapokumbana na makosa ya jinai katika jamii zetu ufahamu haki zako na ufahamu taratibu hizo. Karibuni tena siku ya kesho. Kesho sasa, kama nilivyowaahidi, tutaanza sheria ya ardhi. Sheria inasemaje kuhusu masuala ya ardhi? Na katika haya mazingira tuliopo hapa, naona hii ni ardhi ya kimila. Kwa hiyo ndo tutashughulika nayo sana. Mungu awabariki sana. Karibuni sana kesho.
Kama kuna maswali, tutatoa namba ambayo maswali yatakuwa unauliza huko na tutakuwa tukijibu hapa. Bwana awabariki sana, na tusimame tuombe.